Shalom. Natumaini mpo wazima popote pale mnaponisikia. Namtukuza Mungu kwa neema yake na kibali chake kutupa siku ya leo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga na video hii au wanafamilia, tunawapenda wote. Na kama unataka kujiunga, please subscribe ili siweze kupitwa na video yote inaporuka. Na Mungu akubariki pia. Sisi wanafamilia tuna tabia ya kushare. Tunashare video pamoja na wengine ili nao wapate maarifa haya ambayo tunayasikia. So naomba tufungue kipindi kwa maombi. Kuna vitu ambavyo nataka niongee vya muhimu sana, so naomba uwepo mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu nalimidi jina lako mweza wa yote. Asante kwa nguvu zako, asante kwa neema yako, kwa rehema ambazo zinaonekana kwenye maisha yetu. Asante kwa wema wako Baba. Kupata wema wako ni kwa neema tu Baba. Na ninauona wema wako Jehova ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha yangu pia Mfalme wa amani. Na kutukuza kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa fadhili zako zinazoonekana katika maisha yetu ya kila siku. Asante Baba kwa nuru yako inayotuangazia usiku na mchana, inayotuongoza kwenye njia iliyo sahihi, kwenye ile kweli. Baba yangu, tuna kila sababu ya kukupa shukurani na kukupa utukufu wote Mfalme wa amani. Asante kwa huu mwezi mpya ambao tumeingia, mwezi wa utukufu hadi utukufu. Asante Baba, maana utukufu wako utaonekana kwetu na sisi tutafanywa kuwa utukufu huo Baba. Maana imeandikwa Baba, wewe ndio utukufu wangu. Hivyo Baba, na sisi tuna proclaim, tunakiri kwamba wewe ufanyike utukufu huo katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, peke yako unastahili, hakuna zaidi yako. Ninakurudishia sifa na utukufu. Ninaomba upate kuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sema na watu wako, nena na watu wako. Nitumie mimi kama chombo pia kuwasilisha ujumbe wako, katika jina la Yesu Kristo nzatilia hai. Tuna wote tuseme amen. Amina. Popote pale mlipo, Mungu awabariki sana sana sana. Leo nina mambo machache sana ambao nataka niongee na wewe. Kuna jambo ambalo Baba Mungu amenionyesha. Akawa anaongea, akasema waambie wanasia kuhusiana na jambo ambalo anataka kulifanya kwenye maisha ya watu ambao ndakawa wananisikiliza sasa hivi. So it was a vision ilionyesha kwamba kuna watu ambao wako maeneo ya kutransfer location. Yani kwamba wako watu ambao Mungu anawatoa physically, yani anawatoa physically kwenye location moja kuwapeleka location ya kigeni sana kwao. Umeona? So inaweza ikawa ni mkoa huo, inaweza ikawa mkoa mwingine, inaweza ikawa ni nchi nyingine, inaweza ikawa ni bara lingine, lakini nimeona physical movement ya watu. Na ujumbe ambao unaambatana na huo ni kwamba there is one seer akiwa relocated to another place, yani mwonaji akiwa, kumbuka nimeongelea kuhusu mwonaji, yani simaanishi kwamba mpaka una title la mwonaji. Unaweza ukawa Mungu amekuita kwenye jambo lingine, kwenye nafasi fulani, lakini una neema ya kuona. Sawa? Kwa hiyo kwenye eneo la uonaji, it's not just about title. Hiyo nishaongea sana kwa wanasia, kwa wanafahamu. Kwa nikiongea neno la mwonaji, now it can be a prophet, it can be
anaweza kawa nabii, anaweza kawa apostle, anaweza kawa mwalimu, anaweza kawa intercessor, anaweza kawa ni mshauri, anaweza kawa ni mwimbaji, worshiper, anaweza kawa ni mpigia vyombo. Yani whatever that you are being doing in the kingdom of God, au you are, unaweza kusema mbona sina kitu. Okay, hata your existence, but as long as you have the grace of seeing, you are part of seer. Like you are a seer, in short, not part, you are a seer. Lakini tu katika ile kusema kuingia kwenye ile full course as a seer, hiyo sasa inahitaji pia more knowledge, inahitaji courses, inahitaji vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa as a seer, ukiwa relocated to a certain place, just know it's not just yani kwamba it's not a coincidence. Ngoja niongee Kiswahili. Kama muonaji, sawa? Ukiona umehamishwa kutoka eneo moja kwenda lingine, jua tu kwamba sio kwa bahati mbaya, na hata hicho ambacho unadhani umekifuatia sicho. Like tuko kwenye program fulani ambayo wewe huioni kwa macho, but inakuwa run, sawa? Na wako ambao the ones ambao God amewa choose for certain purpose. And how the ones they have to accomplish their mission. Walazima waweze kutimiza lile kusudi au purpose ambayo wanatakiwa kuifanya. Kwa hiyo kuna capacity fulani ambayo Mungu huwa anaiweka kwa hawa watu ili kutimiza lile kusudi. Sasa makusudi hapa yanatofautiana. Sawa, makusudi yanatofautiana, hayafanani. Mengine ni yanahusiana kabisa na jamii kabisa ya kawaida kabisa, like uwepo wako pale utaleta certain changes. Umeona? Pia labda ni kwenye eneo pia la kanisa, kwenye eneo la anga, kwenye eneo la, yani maeneo yako mengi sana ambayo mtu unaweza ukafanyika kuwa yani ukafanya difference. Sawa? Kwa hiyo yako maeneo mengi, lakini ukiona umehamishwa, umekuwa relocated to another position, a physical one. Siongei spiritual, naongelea movement ya physical. Inaweza ikawa ni umehama kuishi sehemu, umeishi sehemu nyingine, yaani umeenda tu kuishi sehemu nyingine. Inaweza ikawa umepata kazi sehemu nyingine, inaweza ikawa umeanzisha biashara sehemu, umeweza kawa tu umeitwa tu na ndugu yako uhame sasa uende sijui wapi. Yaani sababu zinaweza zikawa za kawaida kabisa, but ukija katika maelekezo ya Mungu, yeye anakutuma. Yani physical inaonekana kama ni cha kawaida, lakini ukija katika sababu ya Mungu, ukitulia, ukimuuliza Mungu imekuaje, niko hapa hivi, like atakwambia kwamba kabisa, atakwambia amekutumia hapo nini. Yani like amekutuma ufanye nini, au amekutuma accomplish nini. Unaweza usijue kwamba utafanyeje au itakuwaje, but unaweza ukapata ile hint, dodosa tu kidogo kwamba wewe kuja kwako hapo au kupelekwa kwako hapo sio hivyo kawaida, lakini lipo kusudi la Mungu la kulitimiza. Na ukiangalia ndio system ya Mungu ilivyo. Yani toka hata watumishi waliopita, wakina Musa, Ezekiel, Isaya, nitakupa hapo na mstari Biblia huu unapitia, Yona, yani wote hao wanaweza wakawa wengine ni manabii wadogo, au manabii wale wenyewe ambao Mungu katika kutimiza kusudi hawa walilazimika kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine.
Musa ukisoma ukisoma Exodus, Kutoka sura ya 3 mstari wa 10 na kuendelea, utaona kabisa kwamba ndo nyakati ambayo Mungu alikuwa anamtuma uende, kwamba anamtuma uende kwa Farao, uende kwa okoe wana Israel kutoka Misri. Kwa hiyo like anakutoa position moja kwenda position nyingine, physical, sio spiritual, physical. Sasa hawa walikuwa wanaelewa, wanakuwa na kusudi, sio kwamba kama sasa hivi sisi tulivyo na vitu vingi kwenye maisha, tuna hii. Lakini hawa watu walikuwa wako magotini, wanasikia sauti ya Bwana inasema, jamani nenda pale, nenda kunifanyia kazi yangu, nenda ukanini. Lakini kuna wengine ambao mnaweza mkona ni sababu za kawaida kabisa, mnakuwa relocated to another position, to another location, sawa. Lakini it is, ukija kuangalia kwa kweli ina makusudi kabisa, kwamba kuna jukumu either unatakiwa ulitimize. Ukisoma ukiangalia kwa Ezekiel 2 mstari wa 3, naye alipo Mungu ndo alikuwa anaongea sasa hapa, naye akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu, na hata hivi leo. Muone. Kwa hiyo anasema, na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Muone. Utaendelea huko chini, lakini ni ujumbe ambao Mungu alikuwa anampatia Ezekiel, lakini alikuwa anamtuma. Anatoka nyumbani alipokuwa anaishi, anaenda to a place ambao iko very unfamiliar to from kwenye home ambayo ametoka, nyumbani alipotoka, just to do God's work, just to do 1 2 3, like ndicho ambacho pia Mungu anakifanya hata leo. Kwa hiyo muonaji unayenisikiliza, sawa, you can be, wewe unaweza kuwa one of these people. Wako wengi, wako Isaya, Amos, wote hao, Samueli, ni walikuwa wanatumwa kwenda kwenye location nyingine, kumpaka mafuta mtu fulani, kumpaka mafuta Daudi, kumpaka mafuta, yani that is it. Issue sasa inapokuja ni kwamba unachukulia maybe kila kitu kuwa kwamba ni kawaida tu, but you are not normal. Wewe sio wa kawaida hata kidogo. Yani, na usije ukawaza wewe ni wa kawaida. Hapana. Lipo kusudi ambalo Mungu anataka ulitimize. So wako watu ambao hivi karibuni, ninavyoongea hapa, hivi karibuni mtakuwa relocated, mtapelekwa kwenye location nyingine. Na remember, kumbuka kabisa kwamba anakuambia kwamba Mungu anapokupeleka hapo, location inaweza ikawa, si nikwambieje, hata kupandishwa cheo ni location nyingine, si umenielewa? Kwa hiyo inaweza kuwa ni kitendo cha physical, of course, hata kupandishwa cheo, umeona? So it's like kuna jambo ambalo Mungu anataka kutimiza kwa wakati wake, majira yake, lakini inahitaji wewe utambue hayo majira na movement anazotaka azifanye kwako. Inahitaji wewe uwe unauelewa kamili kwamba lolote nalotokea sasa hivi kuna kusudi, na uwe na utayari. Sawa, uwe na utayari wa kutimiza hilo kusudi. Na mambo ambao matatu nataka nikwambie hapa siku ya leo, ambao unatakiwa uwe nayo kwa makini. Mambo matatu.
Jambo la kwanza, obedience, utii. Jambo la pili, nguvu, ujasiri, ujasiri. Jambo la tatu ni imani. Ukiangalia watumishi wote hawa ambao walikuwa wanapelekwa kwenye location nyingine, pamoja hata na Yona alikuwa ni mbishi. Umeona? Yona alikuwa mbishi, mara hataki kwenda, mara anakimbia, mwisho wa siku akanyooshwa, akanyooka. Alinyooshwa, akanyooka. Umeona? Akaamua narudi mwenyewe, na akapata ujasiri wa kufanya kile ambacho alitakiwa kukifanya. Sawa? Hivi vitu ndivyo vitakavyokusaidia. La sivyo nadhani kuna mahali unaweza ukakwama. Kama umeshajua kwamba kupelekwa kwako hapo utakapopelekwa itaambatana na mission fulani, itaambatana na kusudi fulani ambalo Mungu anataka ulitimize, basi jua kwamba uwe tayari kutii pale ambapo anaposema na wewe ufanye hicho kitu, au ufanye nini, uende wapi, ufanye nini. Umeona? Pili, ujasiri. Hawa watumishi wote ambao Mungu alikuwa anawatoa sehemu moja kwenda kufanya kazi yake sehemu nyingine, ujasiri waliokuwa nao sio wa kawaida. Yaani sio wa kawaida kabisa. Ni vitu ambavyo kikweli kibinadamu unaweza ukaona hii kitu haiwezekani. Lakini sio ujasiri wa sio kawaida. Anakutuma go and confront, anaambia Yeremia kwamba nitakutuma. Yeremia anasema mimi siwezi kuongea, mimi ni mdogo, mimi sijui nini. Umeona? Lakini akamwambia nitakutuma kwa yote, uende ukaongee naye, uende ukampe ujumbe wangu, uende sijui ukaongee naye 1 2 3, na utaenda na nitakuwezesha. So ujasiri katika kulifanya hilo kusudi au kulitimiza hilo kusudi, au kufanya hilo agizo ambalo Mungu anakuagiza. Ujasiri ilikuwa ni kitu common kwa wale watu ambao Mungu anawatoa eneo moja kwenda eneo lingine kufanya kazi yake, kukutana na watu ambao kiukweli wanaweza wakaonekana wana majina, wanatisha, lakini wao wakaonekana mimi sio wa viwango hivyo. Umeona? Ukaogopa kufikisha ujumbe wa Mungu, ukaogopa kutimiza lile kusudi la Mungu. Cha tatu, imani. If you have God, you know kabisa kwamba mimi ninaye Mungu ndani yangu, hata kwenda kufanya kwako kutimiza lolote kusudi hilo au kufanya hayo maagizo ya Mungu, imani yako ni thabiti kwamba nipo na Mungu na Mungu ataonekana. Lakini Mungu lazima ajioneshe. Niseme ule ukweli wa Mungu. Musa alienda mbele ya Farao, alikutana na Mungu, alimjua Mungu aliyokutana naye. Alikuwa sijui nikwambieje. Mimi nadhani imani ilikuwa ni kama platform ya Musa. Alikuwa na ule ujasiri, lakini pia imani yake ilikuwa imepita viwango. Ndio maana anasema kwamba imani ilikuwa ni kama jukwaa Musa anasimamia juu ya. Na wengine au manabii wengine ambao walikuwa wanatumwa na Mungu kwenda kufanya vitu ambavyo viko hivyo kama vitabiriki, kukutana na watu ambao kiukweli ni wafalme, ni wakuu. Imani ilikuwa ni kama jukwaa.
yani ilikuwa ni jukwaa, they are standing on it. Lipo kusudi ambalo Mungu anataka ulitimize kwa kukupeleka katika eneo lingine, sio kama ulilokuwepo mwanzo. Na hivi vitu vitatu vitakuongoza katika kutimiza ile kusudi kama ilivyoongoza hao wengine. Bwana ataonekana, Bwana atajidhihirisha, na utakamilisha lile agizo ambalo Baba anataka ulikamilishe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa neno hili kwa watu wako. Asante kwa yote ambayo Baba unaenda kuyafanya kwenye maisha yetu na kwa huyu anayenisikiliza. Baba, nami nimewasilisha ujumbe huu kwa watu wako. Nina hakika ya kwamba imefika katika maeneo husika ambayo yanatakiwa kufika. Na ninaomba Baba, Roho wako Mtakatifu awaguse, awavute, awashikilie, awainue kufikia katika vile viwango ambavyo Baba unataka wao wafike. Baba, ninaomba mkono wako wa rehema, mkono wako wa neema upate kuwaongoza watu wako katika kutimiza lile kusudi. Ninaomba mkono wako uwaongoze njia ya kuendea kusudi lako. Ninaomba mkono wako uwashikilie wakati unapita hizo njia kutimiza kusudi lako. Ninaomba Baba, nuru yako iwaangazie, waone wanakoenda. Ninaomba Baba, pale ambapo utaamua kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, Baba, wakapate kulikumbuka kusudi lako, wakapate kukumbuka maagizo yako, wapate kukumbuka kwamba wewe ndiye uyafanyaye yote, na wema wote ambao Baba unawafanyia umetoka kwako. Chanzo cha yote, cha wema wote ambao yanaofanyika kwa mwanadamu, kwa mtu, chanzo ni wewe, maana wewe mwenyewe ndio wema huo. Baba, ninaomba usaidizi wa kimbingu uwe pamoja nao kutimiza kusudi, kama ulivyo kuwa unawasaidia manabii ambao Baba ulikuwa unawatuma kwenda eneo fulani kutimiza kusudi lako, na ulikuwa unawasaidia na mbingu iko pamoja nao. Mbingu ilikuwa ina react to their prayers. Mbingu ilikuwa ina react to their words, kwenye matamko yao. Baba, ninaomba pia nao mbingu iweze kurespond to whatever they will be saying to accomplish your work, na mapenzi yako apate kutimizwa. Mbingu iwe in favor to them, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo anzatilia hai. Na mbingu iwape kibali pale wanapokuita, pale wanapohitaji msaada wako, pale ambapo wanapohitaji ujitokeze, pale ambapo wanakuhitaji wewe Baba. Tunaomba kibali hicho kwao katika jina la Yesu Kristo anzatilia hai. Ninakutukuza na kuinua kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu, na utatenda sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo anzatilia hai. Na wote tuseme amen. Amina. Mungu awabariki wote ambao mmepata wasaa wa kusikiliza neno hili mpaka sahihi. Unaweza ukashare pia na mtu mwingine apate kusikia. Lakini huu ni wakati wa shifting sana kwa waonaji. So you really have to be very, very careful this time.
dumu katika magotini, dumu katika mbele ya uwepo wake. Kuna vitu anataka kuvifanya, so ndo maana nataka tujue huu ujumbe. So Mungu awabariki wote na ninawatakia siku njema. Shalom.